Mambo matatu. Mambo matatu. Ya kwanza ni hostel. Niliwaahidi tutajenga hostel. Sasa nimetafuta pesa kwa housing fund. Sasa 1.2 billion shillings tunajenga. Ndio. Na tumekubaliana na contractor kwa wapi? Contractor nimekubaliana na yeye. Kufikia mwezi wa 6 mwaka ujao, hii hostel iwe complete. Ndio wale wangana wanakuja mwezi wa 8, mwezi wa 9 next year. Wanakuja straight hapa kwa hostel. Na hii hostel ambayo tunajenga hapa itakuwa inatosha wanafunzi 2200. Watapata wanafunzi wachache ambao watakuwa wanaishi nje, lakini I have a plan. Tutajenga the next phase ya hiyo hostel so that wanafunzi wote wa Lupe waishi hapa ndani ya campus. Unaelewana jamani? Na hii maneno ya hostel pia tutajenga student center hapo. Hii student center itakuwa inakuja chakula hapo sawa. Alafu jambo la pili, kuna lecture hall iko hapo. University imeng'ang'ana nayo. Na mliniambia kwamba bado maneno yake hajakamilika. So katika budget yetu ya mwaka huu tulikuwa na 40 million. Lakini vile nimeangalia, sasa wacha niongeze ikuwe 200 million ndio tumalize. Sasa wewe contractor, hiyo hostel hapo pia mimi nataka hiyo hostel wa hiyo lecture hall hii ya 9 floors iko hapo, nimepitia hapo. Sasa ile tumemaliza hii, pia tunamaliza hiyo. Ndio muwe na lecture hall ya kuwasaidia mahali kuna heshima, mahali kuna starehe. Asante. Ndio. Mtafanya bidii na nyinyi. Nimekuja hapa pia wakati tunajenga hii hostel, pia tutawajengea barabara za lami hapa ndani. Unajua mliniambia ati mnatembea kwa matope. Hao warembo hawa wanatembea kwa matope. Sasa tuweke lami hapa sio? Hata wewe bwana Hinga, mobilize watu yako tuanze kutengeneza hii barabara ya kutoka huko barabarani kuja mpaka hapa hivi. Asante. Tumeelewana? Haya ni mambo matatu mliniambia. Sasa huyu vice chancellor wewe tena ameniongezea ingine. Anasema ati hakuna fence. Hakuna ua ya hapa. Sasa hiyo fence wacha nitaona vile nitafanya. Leo tutapata fence ya sikuwa na mpango ya fence. Wacha nione nifanye ukarabati, nijipange, nione maneno, ndio nikuje nione vile nitafanya. Unasema iko giza hapa. Yote iko giza, iko shetani. Anapenda mahali iko giza. So anawasumbua. Haya. Sasa tunakubaliana na gavana wa Bungoma. Tunakubaliana na gavana wa Bungoma. Tuko na program inaitwa KISIP. Pesa ambayo tunatoa kwa ushirika wa World Bank, National Government na County Government. Na tumekubaliana hiyo pesa ya KISIP, mmeona tayari imeanza kupangwa hapa. Tutaweka mataa hapa. Mimi nataka wakoma saa hii tunamaliza hiyo hotel, mataa inakuwa kati. Hata mama bwana tunachapa kazi. Mwangaza hapa. Daktari ya Ahmed. Daktari. Mama bwana tunachapa kazi. Mama bwana tunachapa kazi. Sawa. Tunataka tujenge hostel. Na student center. Na lecture hall. Na tuweke barabara wazi. Ndio Lupe ikae university. Na 21st century. Namna hiyo. Kwa hivyo vile vile
Mimi leo nimekuja kutembea hapa Busia. Tunaanza asubuhi ya leo kule chini. Tunajenga nyumba affordable housing 10,000 Busia County. We have committed 18 billion shillings to transform Busia County. We are building 10,000 housing units. We are building 14 new markets. We are building hostels for 6,000 students, including 2,000 students here in Alupe. Yes. So we are building other hostels in other facilities in KMTC. This morning I was in Amukura Teachers Training College. We are building their hostels. We are building hostels also in Gombe National Polytechnic and many other facilities, because we want the student community to learn from an environment that is conducive, that is decent, that has proper sanitation, and that has proper facilities. Nimefika hapa Busia because we also want to improve the road infrastructure in Busia County. Yes. We have committed sufficient resources because nimeongea na hawa viongozi wa Busia na tumekubaliana ya kwamba tunajenga kilomita 92 mpya hapa Busia. From kule Butula tunajenga barabara highway itatoka Butula ikuje Nambale, iende Amukura, iende Amagoro. Already in the plan, we are procuring the contractor. I will be here in January to come and start its construction. Tunaelewana? Mnasema ati hamna gate? Mnataka gate ndio mtoke kwa university? Mama Florence mwana. Enda jenga gate hapo. Kubwa na weke kibao mrefu. Ndio. Tunakubaliana? Ndio tujenge gate. Tunamlayo. Mama Florence mwana. Tutake sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Alupe. Tunaelewana? Wangana tunaelewana? I want to tell you, yes, because you are intellectuals. Yes. Ndio? We must think about moving Kenya from a third world country to a first world country. And we need the talent of people like yourselves. Because the reason why I have invested so much resources in the education of our country, we are spending 650 billion shillings every year to make sure that we have adequate, accessible, affordable, relevant teaching in all our institutions. We are going to have hired 100,000 teachers by January, the highest in Kenya's history in 3 years. We are also strengthening the CPC program. We are improving matters to do with university funding. The new student centered model will make sure that every child in Kenya who is going to university, irrespective of the background of their guardians or parents, have access to university education. Wow. It is the most important thing that we can do. The greatest empowerment we can make in our nation is to make sure that every child of Kenya has access to relevant quality education. Tunaelewana jameni? Tunaelewana! You are the talent. You are the asset that is going to assist us move Kenya from a third world country to a first world country. And I am determined that we are going to transform this country. Just imagine, if we were doing like this, things like this, for the last 10 or 15 years, Kenya would be different. Tunaelewana? Tunaelewana jameni? And that is why I am asking all of us to work together in unity. Myself and former Prime Minister, God rest his soul in eternal peace. We were united. We were united in bringing this country together. Kabisa. Sisi ndio tulisema hatutaki siasa tena ya chuki na ukabila na ubaguzi. Kabisa. Ndio tukaungana mimi na Mheshimiwa Agwambo. Baba. Kama unagani? Ndio. Ndio daktari. Sema ya kwamba we do not want a country
ambayo inagawanywa kwa misingi ya kabila ama dini ama ubaguzi ama kisirani. We want a united nation, and that is why today we have a broad-based government that brings everybody together, so that we can plan the development and progress and prosperity of Kenya together. Are we together, my friends? Are we together? So mnasema tuungane ama mnasema tuungane? Tuungane. Moja. Wanasema tuungane. Bas, hapa niko na viongozi wengi. Mama Florence mwana. Niko na ndugu yangu Wycliffe Ambetsa waziri wangu wa mambo ya cooperative na MSME. Kabisa. Yanapanga cooperatives wote wa kahawa, wa chai, wale wa SACCOS na ile watu wengine. Niko hapa na Papa wa Roma. Moses Masika. Papa, mnamjua huyo? Ndio spika wetu. Anapanga maneno kule order. Niko hapa na Prime Cabinet Secretary wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Ndio. Mama Florence mwana. Mama Florence mwana. Niko na Moses, niko na Amos Twila wako. Attorney General Emeritus. Na pia seneta wetu wa zamani wa hapa. Mama Florence mwana. Pia niko na Mary Emase. Mbunge wetu wa Teso. Sawa. Niko hapa na ndugu yangu huku Kaunya. Mbunge wetu wa Teso. Hapa niko na CS. Mama anaitwa Florence mwana. Anasimamia mambo ya university. Pigeni makofi. Niko na mama wetu wa county Catherine Omanyo. Pigeni makofi. Niko na Susan Mangeni. Huyo ndio pia kutoka hapa Busia. Mambo ya MSME. Niko na Florence mwana. Kabubi seneta wetu. Niko na mwana. Wadosi wengine Osia hapa anafanya kazi kwa jeshi moja. Mama Florence mwana. Mama Florence mwana. Inaenda kuanzisha nyumba 2000 leo ya ujenzi, na mnajua tunajenga special economic zone pale na Sewa. We are also building another 2,000 units because we want to transform Busia into a city, and we want to change the destiny of our nation. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Comrades,